Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba amesema serikali iko mbioni kujenga barabara inayounganisha mikoa ya Katavi na Kigoma kwa kiwango cha lami, jambo litakalorahisisha usafiri kwa wananchi wa mikoa hiyo. Akizungumza katika mkutano wa hadhara uliofanyika Jumapili ya Machi 15, 2026 katika viwanja vya shule ya msingi Songambele iliyopo halmashauri ya wilaya Nsimbo mkoani Katavi, Mheshimiwa Waziri Mkuu amesema kuwa serikali tayari imetenga fedha kwa ajili ya ujenzi wa barabara hiyo. Sasa hivi tunavyoongea, fedha ya kufungua barabara ya kuunganisha Katavi na Kigoma yote iko kamili. Itakuwa mkeka kuanzia Panda mpaka Kigoma na fedha yake iko tayari. Kuelekea Rukwa na wakandarasi wako site, na jana nilikagua daraja likiwa limekamilika la kisasa lile. Kwa madaraja kwa kule kwetu yale daraja kama lile pale Stalike tunaita ni daraja la kwenye video. Tena niwaonye kabisa Wasukuma wenzangu, mkishafika pale kwenye daraja muache kabisa ule mchezo wa kusema diawonage nzira, mtatumbukia kwenye maji. Daraja limenyoka. Lakini vile vile barabara zingine zinafanyiwa taratibu za kitaalamu kama ambavyo tumetoka kuambiwa na naibu waziri, ikiwemo hii inayotoka hapa kwenda mpaka Kahama, ambayo inapunguza urefu kwa wote wanaoelekea. Aidha, Mheshimiwa Dr. Mwigulu ametoa onyo kwa tabia ya baadhi ya viongozi wa serikali kuuza ardhi ya vijiji kwa njia zisizo halali na kusababisha migogoro ya ardhi katika jamii, huku akisema serikali haitavumilia vitendo vya utapeli wa ardhi vinavyofanywa na baadhi ya viongozi wasio waadilifu. Maeneo ambayo walitakiwa wao wale viongozi wa kuyalinda wameuza kwa rushwa bila kushirikisha vijiji. Haya ni mambo yasiyokubalika. Ndio maana nilipita mikoa mingine kule na mkuu wa mkoa nimeelekeza uendelee kufuatilia uchunguzi kila ambapo wananchi wamenyang'anywa maeneo yao, tujue wale waliotufikisha hapo. Ndio utapeli, kuuza maeneo mara mbili, rushwa, kutembea na miuli, unauza maeneo ya kijiji. Wanaweka mitasari mpaka ya watu ambao walishakufa kwamba wamehudhuria kikao. Mliwafufua wakahudhuria kikao cha kuuza eneo. Watu wa aina hii wakishagundulika wasidunde mtaani, lazima wafike kwenye mkono wa sheria. Wanataka kuvunja undugu wetu kwa tamaa na ubinafsi. Katika hatua nyingine, Mheshimiwa Waziri Mkuu ameonya baadhi ya wakandarasi wanaotekeleza miradi mbalimbali ya serikali na kulipwa fedha za miradi hiyo, lakini wanashindwa kuwalipa mafundi na wakandarasi wadogo wanaofanya kazi hizo. Nimesisitiza pia mambo yanayohusu haki za watu. Wengine wakandarasi wanapewa kazi, wanatekeleza mradi, serikali inalipa fedha zote za mradi, wao hawawalipi wale waliofanya kazi kama subcontractors. Wao hawawalipi mafundi waliotekeleza kazi hizo. Malipo wanapokea ambayo yalitakiwa yaende paka kwa mafundi, paka kwa subcontractors wale, zote wanazichukua. Wanaigombanisha serikali. Wananchi wanadhania labda serikali haijalipa fedha hizo. Kumbe serikali ilishalipa fedha ya mradi wote. Mmoja aliyepokea ameamua kutumia zote na za wale waliofanya kazi hiyo ikamilike. Haya ni mambo yasiyokubalika, na hata hapa Katavi kama wapo kuwa mkoa nimeelekeza watu wale ambao miradi imeshalipwa wamechukua fedha zote, wametumia za subcontractors, wametumia za mafundi, wasakeni. Tena hii wala msirefushe. Ukimpata mkamate, weka ndani mpaka atapike hizo fedha. Nielekeze naibu waziri maliasili na timu yako kutoka ardhi, pia waziri, naibu waziri yeyote pamoja na timu ya ardhi,
pamoja na TAMISEMI. Baada ya mwezi mtukufu, kabla ya Bunge, mrudi mje mpitie hizi hoja na hawa wananchi mmoja mmoja, ili mzipatie ufumbuzi masuala ya mipaka pamoja na haya masuala ambayo yanahusu hoja mahususi moja moja kwenye upande wa maliasili na utalii. Mtajadiliana yote, na bahati nzuri wananchi wameweka na namba zao. Kwa kila aliye na hoja mahususi mje muisikilize. Awali akiongea kwa niaba ya wananchi wa halmashauri la Nsimbo, mbunge wa jimbo la Nsimbo Mheshimiwa Anna Richard Lupembe ameshukuru serikali kwa kuleta fedha za utekelezaji wa miradi mbalimbali ya maendeleo, hasa afya, elimu na miundombinu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwanza nichukue fursa hii ya kushukuru kwa dhati kwa kazi kubwa ambayo Dr. Samia Suluhu Hassan ameifanya katika jimbo la Nsimbo. Ametuletea pesa nyingi kwenye halmashauri yetu, miradi mbalimbali imefanyika, miradi ya elimu upande wa sekondari. Hapa tulipo kwenye hii kata, Mheshimiwa Waziri Mkuu, lina shule mbili kubwa. Ile shule ya bilioni 4 iko kwenye kata hii, lakini Mheshimiwa Rais alilipa tena milioni 600 katika kata hii. Ina maana katika kata hii kuna shule kubwa 2 za sekondari. Lakini upande unaofuata, barabara inagawanisha upande mwingine wa Mtapenda, kuna shule kubwa ambayo inaitwa Nsimbo Sekondari, yenyewe ni high school, iko mpaka form 6. Mheshimiwa Rais ameitendea kazi na amewatendea mazuri mno, kwa sababu mheshimiwa, ukifika pale utafikiri ile shule ya sekondari sio shule ya sekondari, ila ni shule. Ndio maana nakuta watu wanafurahi kutokana na kazi kubwa ambayo Dr. Samia Suluhu Hassan amefanya. Lakini mheshimiwa, hapa tumesema, lakini katika kata nyingi zote nina shule za sekondari ambazo Dr. Samia Suluhu Hassan amelipa pesa ambazo tumejenga na wanafunzi wako madarasani. Lakini hajaacha shule za msingi, amelipa shule za msingi kwenye vitongoji, kwenye vijiji. Mheshimiwa Waziri Mkuu, Dr. Samia Suluhu Hassan amewatendea haki wa Tanzania. Ule umbali mrefu ambao walikuwa wanatembea watoto, sasa hivi ametembea mtoto kilomita 1. Shule kila eneo ya msingi ipo. Ni kazi kubwa ambayo imefanyika. Lakini Mheshimiwa Waziri Mkuu, kazi kubwa nyingine aliyofanya Dr. Samia Suluhu Hassan katika jimbo hili la Nsimbo, afya. Ametupa vituo vya afya, ametupa zahanati katika vijiji vyetu, lakini hususan ametujengea hospitali ya wilaya, hospitali kubwa tunaye ndani kwenye halmashauri yetu, na ametuletea vifaa tiba na majengo mbalimbali yamejengwa. Lakini bado jengo moja ambalo la muhimu bado, Mheshimiwa Waziri Mkuu, lakini tunatarajia bajeti ya mwaka huu tutajenga theater kubwa kwa ajili, sasa hivi tuna theater kwa ajili ya mama wajawazito tu, ile theater ya jumla bado, lakini kwenye bajeti ya mwaka huu Mheshimiwa Rais ametupangia bajeti ili tuweze kupata theater, ili wananchi hawa waweze kupata operation katika wilaya yao ya Nsimbo. Ni kazi kubwa kupitia afya aliyoifanya rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan. Lakini Mheshimiwa Waziri Mkuu, tukienda kwenye barabara, TARURA, Mheshimiwa Waziri Mkuu, TARURA imefanya kazi kubwa sana katika jimbo la Nsimbo. Imehakikisha vijiji na vitongoji vimeungana, wamejenga madaraja makubwa ambayo Dr. Samia Suluhu Hassan ameleta pesa hizo. Lakini Mheshimiwa Waziri Mkuu, kuna madaraja makubwa ambayo sisi kama wananchi hatukutarajia kama yatajengwa, ya bilioni 3, ya bilioni 4. Mheshimiwa Waziri Mkuu, TARURA imejenga, na ninavyokuambia zile siku 100 za Mheshimiwa Rais, leo hii mkandarasi yuko Starike
anajenga daraja la bilioni 3. Sisi wananchi, ndio maana unaona Wanansimbo wana furaha na raha. Yale ambayo yalikuwa yanaumiza mioyo yao leo hii yamekwisha kabisa. Watoto wanatembea kwa uhuru, watoto wanakwenda shuleni kwa uhuru. Kutokana na kipindi cha masika kama hii, watoto walikuwa hawaendi mashuleni muda kwa kipindi kirefu, lakini leo watoto wanakwenda shuleni vizuri. Na ndio maana katika halmashauri ya Nsimbo kupitia elimu ya msingi na elimu ya sekondari, siku hadi siku, Mheshimiwa Waziri Mkuu, ufaulu unaongezeka kwa kasi kubwa sana. Hiyo ni juhudi za Mheshimiwa Rais. Sisi kama Wanansimbo tunasema asante sana. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunaomba utupelekee salamu zetu. Nsimbo yetu, fahari yetu, tunaijenga kwa pamoja.